Hii ni story ya kweli kabisa. Siku moja nilitoka nyumbani nikaenda kijijini kwa bibi. Nilipofika kijijini kwa bibi, nilishangaa sana kuona nakaribishwa na watu ambao kwamba siwafahamu. Tena walinipokea kama vile tunajuana. Mimi nikasema labda hawa ni ndugu wa bibi, au labda bibi anajuana nao na aliwaambia kwamba mimi ninaenda. Sasa cha kustaajabisha zaidi, usiku wakati nimelala ikanijia ndoto kwamba nimetoka, alafu nimeenda sehemu kuna jiwe kubwa. Alafu nilipofika kwenye ile jiwe nikaona nyuma yangu kuna mtu amefika. Yaani ametokea katika mazingira yasiyojulikana. Kwa mshtuko mimi nikajiachia kutoka juu ya ile jiwe mpaka chini. Lakini cha kustaajabisha, chini sijafika. Nikaja kumuelezea bibi yangu kwamba bibi, mimi kuna ndoto nimeiota. Ile ndoto ipo hivi na hivi na hivi, lakini alichonijibu bibi alicheka. Alafu hakuniambia. Mimi nikafikiria, kwa nini bibi amecheka baada ya kumwambia? Na mbona hajaniambia kitu chochote kuhusu hii ndoto? Nikachukulia basi ni maisha tu ya kawaida. Siku iliyofuata bibi akaniambia twende shamba. Tumefika shambani, bibi alikuwa kuna sehemu alitaka twende tukailime. Lakini kwa kauli yake wakati nimeanza kulima, bibi akaniambia piga majembe 3 alafu acha. Nikamwambia bibi, sasa majembe 3 utakuwa tumelima nini? Si tulime tumalize. Bibi yangu akaniambia wewe fanya kama nilivyokuelekeza. Piga majembe 3, acha tuondoke nyumbani. Nikaona hamna shida, ni bora nifanye kama alivyonielekeza bibi. Mimi nikafanya hivyo. Nikapiga majembe 3, kisha nikamwambia bibi nimemaliza, tuondoke. Tumefika nyumbani, bibi akaniambia nikikwambia kitu yabidi ukitekeleze bila kuniuliza. Nikashangaa. Nikamuuliza kwa nini bibi? Bibi akanijibu usitake kujua, wewe fanya kama ninavyokuambia. Nikasema sawa, nitafanyeje na nipo nyumbani kwa bibi? Basi bwana. Siku ya pili bibi akaniambia twende shamba tukaangalie kama wamemaliza kulima. Nikamuuliza bibi kina nani? Bibi akaniambia wewe twende, kuna watu mimi nimewaacha kule jana. Ndio bibi ushaanza kuvurugwa bibi. Tumeondoka shambani jana hakuna mtu hata mmoja, wewe umemwacha nani? Bibi akaniambia wewe twende. Nyumbani hapa sitaki abaki mtu, twende wote mpaka kule. Nikasema sawa, twende nikupeleke. Hauwezi kuamini, tulipofika kule nilifanikiwa kuliona ile shamba likiwa ni lenye kulimwa. Ilikuwa ni takriban heka 1.5 ambao kwamba alikuwa amepanda mahindi. Nikajiuliza, hili shamba limelimwa muda gani? Na waliolima kina nani? Na mbona hapa hamna watu? Na bibi amesema tuje tuangalie watu wanaolima. Kidogo nikaingiwa na wasiwasi. Nikamuuliza bibi, kwani hapo kwamba umesema nakuja kuangalia wapo wapi? Bibi akaniangalia kwa jicho ambalo kwamba mimi mwenyewe sikudhani kama anaweza kanitazama kwa jicho kama hilo. Lilikuwa ni jicho fulani hivi ambalo kwamba la hasira. Jicho ambalo kwamba ukimwangalia mtoto mdogo anaweza hata akazimia. Ila mimi nikaona tu nisiongee, nikamwambia bibi basi. Bibi akaniambia chunga sana mdomo wako, na kupenda mjukuu wangu. Sasa usiwe mtu wa kuongea sana, tuondoke. Mimi nikasema sawa, ni bora turudi tu, maana kwa mambo nao yaona nahisi kabisa kama amenishinda. Siku yake ya 3, kwanza usiku ule nikaona kama sasa hapa mimi nakoelekea bibi mbona kama simuelewi. Ikabidi nimwambie bibi nataka nirudi nyumbani. Lakini alichonijibu bibi akaniambia hapana, hauwezi kurudi tena nyumbani kwenu, kwa sababu kuna vitu inabidi nikuachie. Kuna vitu inabidi nikukabidhi.
Nikamwambia, bibi, vitu gani unataka unikabidhi? Na mbona haya sio makubaliano yangu mimi kuja huku? Mimi nimesema naja kukusalimia bibi. Hamna vitu ambavyo kwamba labda nimesema nije nichukue, na wewe hukuniambia kwamba kuna vitu vya kuchukua. Kwa nini usingeniambia labda nikaja na bodaboda? Au hivyo vitu mimi nitangulie alafu aje bodaboda kuchukua? Bibi akaniambia hapana, hivyo vitu havifai kubebwa na bodaboda. Wewe mwenyewe ndo atakao vibebe. Hii kanishangaza. Akasema hii inakuaje? Kwa nini bibi anani hivi? Nikasema sawa, kwa sababu ndo nani. Nikasema sawa. Ilipofika usiku, bibi akaniita. Wakati tumefika kule, kilichoongelewa, msikilizaji, kilichoongelewa mimi kidogo kilikuwa ni kitu cha kutisha. Bana, tukutane katika episode ya pili.